Leo tutaenda kuzungumzia kihistoria au tutaenda kuona historia kati ya mgogoro kati ya Marekani na Cuba. Mgogoro wa Cuba na Marekani ni wa muda mrefu sana, tangu kipindi cha vita baridi kwa maana ya Cold War. Tangu mwaka 1959 Fidel Marshall aliongoza mapinduzi yaliyomuondoa kiongozi aliyekuwa anaungwa mkono na Marekani. Castro alifanya nchi ya kikomunisti na kuwa karibu na Urusi. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa tutaenda kuangalia katika mgogoro huo. Kwanza kabisa kuna uvamizi wa Bay of Pigs ambao ulikuwa mwaka 1961. Kingine ni operesheni ambayo Marekani walitumia wapinzani wa Cuba, lakini walifanya operesheni iliyoshindwa vibaya na ikawa aibu kwa Marekani. Lakini kingine ni mgogoro wa makombora ya Cuba ambayo ilikuwa mwaka 1962. USSR iliweka makombora Cuba kipindi hicho, Marekani ikiongozwa na rais alikuwa anaitwa John F. Kennedy. Vikwazo vya kiuchumi, Marekani aliweka vikwazo vya kibiashara 1960, lakini pia hii iliathiri sana uchumi wa Cuba kwa muda mrefu. Hadi kufikia sasa uchumi uhusiano wao ni wa tahadhari na vikwazo bado vipo kwa kiwango kikubwa. Sababu kuu ya mgogoro huu ni tofauti ya kiitikadi kwa maana ya ubepari pamoja na komunisti, lakini pia maslahi ya kisiasa na kijeshi. Kingine ni historia ya vita baridi. Kwa hiyo tutaenda kuangalia uchambuzi kuhusu mgogoro huu wa Marekani na Cuba. Kimsingi kwamba ni mgogoro ambao una siku nyingi tangia mwaka 1960 ambapo Bwana Fidel Marshall aliongoza hiyo operation na kuipindua serikali iliyokuwa inaongozwa na Marekani. Kwa hiyo tangia kipindi hicho basi Marekani ikawa anaendelea kuiwekea vikwazo nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Kingine ni kwamba Marekani anataka kukiteka kijeshi kwa lengo la kisiasa na kiuchumi. Lakini kingine Marekani anataka kisiwa kwa madhumuni ya biashara kwa maana ya utalii pamoja na utalii kijeshi na kiuchumi. Kingine Marekani anajaribu kuionyesha dunia kwamba yeye ni superpower na sera zake za ubabe na sera zile za MAGA. Kingine ni kuhusiana kwamba Cuba watapambana kama taifa. Kwa miaka mingi walikuwa wanapambana hivyo tangu mwaka 1960, lakini sifikiri kwamba Marekani anaweza akafanikisha, kwa sababu kumbuka Marekani alitekeleza operesheni kali kabisa ya mwaka 1961, lakini hata hivyo walifeli vibaya sana. Kwa hiyo sidhani kama wanaweza wakaendelea tena kufanya mashambulizi au kukiteka eneo hilo au kisiwa hicho kwa kutumia nguvu za kijeshi. Kwa hiyo sifikiri kama wanaweza wakafanikiwa, japokuwa inawezekana. Kwa hiyo yote kwa yote tutaona nini kinaweza kutokea hapo baadaye. Kingine nafikiri Cuba inawezekana kuomba msaada kwa marafiki zake na ndugu zao wa kipindi hicho cha Kisoviet ambao ni sasa hivi wanaitwa Warusi. Kwa hiyo nafikiri labda wanaweza kaomba msaada kutoka kule, lakini kisiwa hicho mpaka sasa kwa kweli hali yake ni ngumu sana kiuchumi. Tumeshuhudia kipindi hichi cha siku za karibuni umeme unakatika mpaka nchi nzima. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba uchumi katika eneo hilo na hasa sasa kwenye upande wa nishati imekuwa shida, lakini vyote hivi inatokana na Marekani kuweka vikwazo hivyo vya kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo wanapata shida sana kuhakikisha kwamba kupata mahitaji ya kila siku na kuendeleza serikali yao na mahitaji ya kila siku. Lakini kimsingi kwamba pamoja na yote haya bado diplomasia inahitajika kuhakikisha kwamba wanakaa chini kwenye meza mazungumzo kuona ni jinsi gani ya kuweza kutatua eneo hilo la kusini mwa Amerika. Kwa hiyo nafikiri diplomasia kuna haja ya kukaa na kuona tofauti zao zinaweza zikatatuliwa na bila kutumia vurugu au bila kutumia nguvu za kijeshi. Tumeona nguvu za kijeshi au nguvu
yoyote ile inapotumika sehemu kwamba haileti maana kubwa zaidi, ni kwamba kuleta vurugu na tofauti na kuleta mgawanyo katika kati ya wananchi na kuleta vurugu na mateso kwa jamii. Kwa hiyo nafikiri kwa mtazamo wangu mimi kwamba kuna haja kukaa chini, kutumia diplomasia ili kuweza kutatua mgogoro huu. Jamani, asanteni sana na asubuhi njema.